Sasa mimi nimefanya wizi mingi, naweza chukua room ya 10,000. Saa zile watu wako kwa restaurant, natoka na laptop na masimu ama pesa. Unachukua room hata ya 10,000? Hiyo ni room yako? Naenda kama customer. Sasa wakati watu wako kwa restaurant, mimi nawabebea, ama ikifika usiku naenda najifanya kama malaya. Ukinitokoza utakubali, nani pata njia kuwekea dawa ya kulala na kuwekea, na nikuulize pin ya M-Pesa ya ATM na nitoe zote. Na pasta, wakati huo pia nilikuwa nafanya biashara na wafungwa. Kuna wafungwa huko kwa jela wakitaka simu, sigara, bangi, mimi ndo nilikuwa broker yao huku nje. Hiyo ni pia sijasikia. Sasa unawatolea huku nje, inaingia jela? Kuna maskari tunaelewana nayo, wanawapelekea, wanauza. Na pia wakikidnap mtu pia wanaelewana na watu wa nje. Kuna wale kidnappers wakikidnap mtu, simu iwa inakuwa connect, wenye wako ndani ndo wanaongea na mwenye anaitishwa pesa. So yani walio kidnap wako nje, ndio simu ikipigwa inalia jela, inaitwa calling conference. Sasa mwenye ako jela anaitisha pesa, lakini mwenye ako nje ako tu na ule mtu amekidnap. Na pesa ikitolewa inaenda kwa nani? Pesa ikitolewa inaenda kwa hao wafungwa, na mimi nilikuwa na line zenye nilikuwa nimeregister, na wanatuma kwangu, naenda natoa, alafu na watumia sasa kwa simu zako, ama ndawawekea kwa account zao, alafu hapo kuna commission nilikuwa napata. Niliendelea hivyo hivyo pasta, nikapata mpenzi huko jela. So nilikuwa natamani sana atoke. Ukapata mfungwa mpenzi? Ndio. Sasa tena mnakutana saa ngapi na mtu ni mfungwa? Naongeanga tu kwa simu. Akienda kotini na mnaenda namtembelea, nikiwa jela naenda kumtembelea anytime. Ukaiba mpaka ukaiba mfungwa? Alafu nilikuwa natamani huyu mfungwa atoke. Nani atoke? Huyu mfungwa mwenye sasa nilikuwa nampenda. Mzungu? Huyo mfungwa. Ulikuwa unataka atoke? Atoke kwa jela? Ndio. Sasa wenye walishikwa nao walireform, hata walikuwa mapasta, walitoka, waliachiliwa. Ingawa sasa yeye ndiye abebaki. Nikienda kwao, watu wao wananiambia ati yeye kuna ndugu ya babake anamwendanga kwa mganga, ndio sababu hawezi toka. So na mimi pia nikasema kama ni hivyo, hata mimi nakuja kwa mganga. Ndio ilinileta huku, na kufika huku ukakuta waganga wamekufa. Hiyo. Sasa wakati niliambiwa wewe ndio mganga wa ukweli, mimi nikasema si ule mfungwa aliniambia alishikwa akiwa na 22 years. Na siakuwa ameoa, wacha niende kwa kanisa toke. Nikakuja. Pasta ilikuwa ni 2021 mwezi wa 12 tarehe 23. Nikarudi Kisumu tarehe 25. Pasta kufika mwezi wa pili ndio nilitoa sacrifice. Kufika mwezi wa pili tarehe 2 mfungwa alinipigia ameachiliwa. Nikamuuliza kwani umetoka? Akaniambia tusubiri naongojea signal. Akasema hiyo signal inafanya nini ama kazi yake ni nini? Akasema hiyo signal akiachiliwa lazima barua ikuje Nairobi. Hii ndio hao wenye walimfunga watoe amri ndio irudi tena kwa prison. Hasta wakati huo nilienda uizi Homa Bay. Ulienda kuiba? Hiyo. Kesho yake nikatoka mapema nikarudi Kisumu. Ulimaliza uizi mapema? Ilibidi, nilisema ni hivyo. Pasta, Mungu alikubariki mkaiba mapema. Nilitoka, kaenda nikamlaki. Pasta, wakati tena ulikuja Nakuru, mimi niko na watoto wawili. Kwanza niliolewa kwa ndoa ya mtu. Wakati tulikosana, nikakaa hivyo. Lakini ndio nizae na yeye watoto. Pasta,
nilikuwa nakunywa madawa hizi za msituni hizo za kuchemshwa ndio nizae. So wakati ulikuja Nakuru. Sasa yule mfungwa ukamwacha wapi? Alitoka, tulikuwa tunaishi na yeye. Oh. Yeah. So wakati wa crusade wa Nakuru nilienda huko. Pastor, wakati ulikuwa unasema pokea watoto, nasema sinakuanga na shida ya kuzaa, wacha nipokee watoto. Nipokea watoto pastor. Hiyo 2022 mwezi wa 11 nilizaa. Na huyu mfungwa. Na huyu mfungwa. 2023 mwezi wa 4, mwezi wa 7 pastor, niko na mimba ya miezi 7. Yaani hiyo kitu iliniuma, nikasema kwani huyu pastor mtu akitaka mtoto anazaa hivyo haraka haraka. Hiyo kitu iliniuma sana. Basi sisi nimezoea kuwalea. Na ingine pastor, kwetu mimi niliona babangu akiwa na nyumba nikiwa na miaka. Yule mfungwa yuko? Yuko, tuliko sana ako kwao. Ati mimi niko tu. Wewe uko? Haumtaki? Ako na tabia mbaya. Gani tena? Pastor, huyo mfungwa pendi hao watoto wangu wenye nilikuta nao, na siwezi kataa watoto wangu, na pia hakuna mali naweza wapeleka, lazima nikae na wao. Hapo napenda vita za panga, kila siku anashinda akinitishia ataniua. Si tumtolee sacrifice atoke hiyo jela hiyo ya kuua watu. Tutamtolea. Pastor, ati yeye ametolea mfungwa sacrifice, mfungwa akatoka. Ya mwisho, babangu nilimwona akiwa na nyumba akiwa na miaka 5. Baada ya hiyo miaka 5 hiyo nyumba ilianguka. Hadi babangu alikuja kafa kama ana nyumba. Na 2023 nilirudi hapa. Nilirudi hapa nikaomba, nikaambia Mungu, geti ya kwetu imefungwa na taa ya kwetu imezimwa. Fanya njia kwetu irudi tena. Hakika Mungu alifanya njia kuna kwetu, na mamangu sasa kwa boma na furahia sana. Na ile kuiba. Sasa hiyo kuiba ndio imenileta hapa kikubwa sana pastor. Niambie. Nimejaribu kujiondoa na akili zangu na nguvu zangu mimi mwenyewe shinda. Najaribu kufanya ukulima, ikifika katikati nashindwa na pesa kununua fertilizer. Najaribu biashara, baada ya miezi 5 imeanguka. Zikiharibika unaenda kuiba. Sasa nikiwa na madeni nafikiria sasa nitafanya nini? Si ni kuiba kama saa hizi. Hata gari yenye nililipa nilikuja na gari ya chachi, lakini nililipa ya kukuja juu hiyo ndio fare yenye nilikuwa nayo. Saa hizi naomba Mungu kama anaweza nifungulia, anifungulie nisiibe. Juu hata nilikuwa nimefikiria kama nitaomba pesa, nikishindwa kupata nitawacha gari irudi na mimi nirudi huko Bamburi. Kuna marafiki zangu wako huko Wezi, hata nilishawapigia simu niende nifanye wizi na wao, ndio nikirudi nilipe madeni, maana niko na watoto wengi na wanafaa kusoma. Pastor, niko na watoto 4, mmoja kwa university, mwingine anaenda form 3, alafu nao 2 wenye nilipokea kibati mbaya. Kibati mbaya kivipi? Pastor, nilitaka mmoja, sawa walikuja 2. Ushawapigia wale wezi wa Bamburi kwamba ukiharibika utaenda? Nilishawapigia pastor.